hii tumemdufua. Alafu naweza nikasema kwamba kipigo nilichompa kwamba cha baba mkanye mwanao, hatutaki mazoea na watoto wadogo. Waambieni mzunguko wa misimu ndio utakaofuata huko mbele. Kama Benjamin Mkapa au Chamanza kumtoshi ameamua kutupeleka kutuleta Morogoro, mwambieni msimu ujao mwamba atupeleke hata Nungu huko twende tukacheze. Kwanza leo nimempiga kipigo cha baba, naomba unipunguzie adhabu, maana kule Dar es Salaam anamdondoshaga ndanda Kosovo container la magoli. Kwa leo nimeamua bora nimpe kibajaji. Kwa nimempa 3 mzuka. Na hiyo yote kwa sababu alikuwa naomba samani kwamba blaza, naomba leo mnionee huruma jamani. Kila siku mnidufue 5 tu, naombeni leo mnipunguzie adhabu. Kwa tumemchomolea betli 2, kwa zimebaki 3. Kwa chuma 3.3 kila point na goli lake moja. Utopolo kama mtakuwa mmeshusha zile dozi zenu, maana mlianza na 5G sasa hivi mmekuja 3G, kama bora unashuka hiyo. Unajua hata mtoto wako mwenyewe kama umezoea kumtia makwenzi 5 nyumbani kwako, ipo siku utakuja kumtuma hata maji. Hata kama unamuita usija unakukuta ukimuita na kukimbia ujue. Kwa hiyo nilichokifanya nimpunguzia adhabu, kwa sababu kipigo hicho nilichompiga kwamba baba tunaomba tuonee huruma wanao, hata sio wenyewe tuna wazazi pia. Sasa Yanga ina huruma, nikaona bwana nimpunguzia adhabu. Kwa hiyo nimemuomba ila sema nimempa onyo kwamba misimu itakaofuata huko mbele tutaki tena utupeleke si Mwanza si Kigoma. Sisi hata ukitupeleka kwenye Nungwi baharini katikati ya Nungu sisi tunakuamba huko. Ila sema uzuri bwana katika kuja mkoa wa Morogoro kwamba ukikosa mapato ya pointi 3 unaondoka na pointi ya hata mapato ambayo ya milangoni. Kwa hiyo kwa mwenyeji sasa ambao ni KMC kusanya mapato, kumbe yuko sahihi kwa mkusanya mapato ya milangoni. Kwa hiyo kaondoka na mapato ya milangoni, mimi nimeondoka na pointi 3 muhimu. Milioni 60 kaingiza. Atajua yeye mwenyewe. Ila sasa milioni 60 unajua waga anatumia ila zinaisha. Ila mimi ninavyozidi kuwadufua namna hii chuma 3 nazidi kulikaribia lile kombe la Golden Denifu. Kwa hiyo sasa katika mzunguko huu wa pili, mimi na watoto wa Mudi kila mmoja ashinde mechi zake, alafu tuone nani bingwa katika msimu huu, kwa sababu tunazidi kupunguza tu, tunazidi kunyemelea. Unajua tunavyozidi kuwadufua watu kama hawa, nazidi kukaribia ule ubingwa wa Golden Denifu. Kwa hivi punde bingwa sasa hichi kitakuwa ni kipimo sahihi kwenu kuelekea katika mchezo wenu labda wa kimataifa dhidi ya Belouizdad. Leo nimefanya warm up na siku ya Jumanne na warm up. Leo nimefanya na wakusanya mapato siku ya Jumanne na nani wale? Polisi yake washika pingu. Sasa mshika pingu na hisi bwana nani yule? Nani Mashuhudia mkopesha mabeseni alikuja na MP pale Chamazi na nikamwamba hivyo na MP wake. Nikaenda Mbeya nikamwamba bwana jela ndani ya jela nikakata na keki humo. Tukatoka pale naambia bwana jela amebaki na kodoa macho anaona hawa wananchi mpaka Pakoma alipofunga leo akamuuliza. Afande mmoja akauliza Pakoma umepigaje hapo? Unaona bala. Kwa hiyo sasa jela wanasema mlipata usaidizi. Usaidizi wa nini? Wa nini? Usaidizi wa nini? Kumwamba mtu kwenye jela lake usaidizi huo shehe. Bwana sasa tuambie kwamba sasa hivi mimi ni bingwa kudunda watu kama hawa na dunda Sky na dunda wanajeshi. Kwa hiyo sasa hii nimekwambiaje? Nimekwambia hii ni warm up. Kwa warm up nyingine ni siku ya Jumanne dhidi ya Polisi. Ila mechi kamili siku ya Ijumaa. I'm come Belouizdad. Not street, not surrender bwana, klabu bingwa hii hapa nitakapo. Wazungu wanakuambia not street not surrender, hakuna kusanda, turudi nyuma. Nimekwambia anakwenda mnatoboa. Baba nimewashuhudia jana amecheza mtu na shoga yake kule nani Walabuni kule. Papa tu sare. Sasa nikiangalia ile pira kule, afu nikija nikishuhudia mimi pira langu pira Winome pira Uyangasule pira baba mkanye mwanao. Nenda kafia mbele ya safari baba anakuja kumdondoshia pira kifurufumbi pira Winome yule na kuja kumdondoshia pira Kiangazi. Nimekwambia tajuta kuja hapa. Mimi nimekwambia hizi zitakuwa ni kwa sababu hata KMC mwenyewe nilikuwa namwimbia kinyimbo wakati naingia nikamwambia tumetoka mbali tumemfuata mchumba. Unaona sasa nishamaliza kazi. Kwa hiyo yule Belouizdad mwambie I'm coming nitakachomfanya. Sasa hivi yule nani yule Mdathri haya muite Msafi Junior anawagonga kizenja sasa hivi. Kila siku anatafuna nyama tu sasa hivi. Angalia zile pasi zilizokuwa zinapigwa kwa nimehesabu zimefika kama pasi milioni 2.5 hivi. Bwana wanasema gwede mmepigwa. Wewe nani kasema? Hebu angalia leo kila mchezo anazidi kuzoea mazingira. Unajua Ivory Coast na Tanzania mazingira tofauti shehe. Angalia kila mechi sasa anazidi kuzoea. Angalia leo alipokuwa anapigwa blockbuster world misery. Mazingira hii bwana afya. Nimekwambia hivi kwani watoto wa Mudi lile nani lao lile striker lao waliokota wapi kule? Jobe na mechi alocheza ya nani kuna mwanachama wao mechi nani wale Tabora wale Kitayosa kuna mwanachama wao kule waulize sasa baada ya zile goli 4 tukija kuangalia kwenye msimamo wa ligi wako pale kama mashine ya kusaga waulize sasa hivi kafunga lini bwana tunamuonaga anazurura tu na bukta uwanjani. Nimekwambia hata wao wamepigwa lakini ili steka langu hili hapa mechi ya siku ya Jumanne dhidi ya Polisi yake washika pingu asipofunga bwana narudi Iringa kwenda kugema Ulanzi. Nimekwambia mechi anakwenda kufungua kitabu cha mabao na akija yule Mwarabu. Sasa akija yule Mwarabu
Nimesikia anasema kwamba Joseph Kwela anakuambia hapa ndo nyumbani mimi kwenye mechi za kimataifa. Nimekwambia tulieni jamani. Huyu ni atakuja kuitwa swala muda si mrefu. Hili ni swala la muda tu shei. Nyinyi mnataka kila mechi labda afunge. Mbona Mzize kuna sometimes na akanda, siku nyingine mechi ngapi hajafunga. Kwa hiyo kuna siku nyingine mtu anakandwa, siku nyingine anakanda mwingine. Sasa hivi kila mmoja huko ni mkandaji. Kwa hiyo sasa ukisema kwamba eti kwa nini hajafungwa? Watoto wa Mudi tuwaambie kila mmoja ashinde mechi zake. Kwa hiyo tuafunge asifunge, tunachokijua tumechukua pointi 3 mwino nishamkanda kile msimu kusema mapato. Kwa hiyo tupo hapa kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa pesa za wateja wetu. Niko na mkurugenzi hapa amenitembeza Sasa wewe unayeagiza unaenda kuangaika kuagiza na mtu usiyemjua na sehemu usipopajua na usiye na uhakika naye. Tutafute sisi, tutakuhakikishia usalama wa pesa zao na sehemu gani sahihi ya kuweza kufanya kufanya nao miamala.